kuanzia mstari ule wa 10 mpaka 15. Hebu soma Samueli ya kwanza 21. Na sasa akaamua kukimbia nje ya mipaka ya Israeli, akanatafuta hifadhi katika miji ya Wafilisti. Hebu soma. Inasema basi Daudi akaondoka. Akakimbia siku ile akakimbia kwa hofu ya Sauli. Anaogopa Sauli. Akamwendea Akishi. Akaenda kwa mfalme Akishi, mfalme wa Gathi. Nao watumishi wa Akishi wakamwambia. Alipofika watumishi wa Akishi wakamwambia mfalme, je, huyu siye yule Daudi? Huyu si Daudi huyu, mfalme wa nchi? Halafu ni mfalme wa nchi. Yeye anaona hawajulikani, kumbe wanajua huyu ni mfalme. Huyu walishajua Wafilisti, huyu jamaa ni mfalme. Wanasema huyu sio Daudi, huyu sio Daudi. Halafu wanasemaje? Je, hawakuimbiana habari zake katika ngoma zao kusema, hivi si ndio walivyoimba wanawake siku ile? Sauli ameua maelfu zake na Daudi makumi elfu. Maana yake wanasema hivi, mfalme Akishi, sikiliza, yani Sauli na Daudi, yule ambaye ni tatizo kwetu, huyu ndiye balaa kuliko Sauli. Maana hata wakwao walisema hivi, huyu katika vita yeye anauaga makumi elfu, Sauli anaishia maelfu. Maana yake hapa tuna mtu hatari. Mfalme hapa ni mtu hatari. Na unajua, sikiliza, wakati ili ufike ule wa Gathi, na ndio mji ule ambako kamanda wao, shujaa wao, warrior Goliath alikuwa wa Gathi. Na wanakumbuka miaka iliyopita, huyu ndiye aliyeua shujaa wetu. Wewe mfalme, sikiliza, huyu sio mtu wa kawaida. Na unajua Daudi anakwenda na jeshi lake, eti amejifanya wasimjue, kumbe anafahamika. Angalia aya 13. Soma aya 13. Akaukaribisha mwenendo wake mbele yao. Kabla ya 13, soma aya 12. Inasema, naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake. Aliposikia wanasema maneno hayo, akayazingatia, akagundua hapa niko kwenye hatari ya kweli. Alipoyazingatia akafanyaje? Akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi. Alianza kumwogopa sana Daudi na Sauli. Saa hii anamwogopa nani tena? Mfalme wa Gathi. Akishi. Na alipoogopa, ona hofu ilivyofanya. Ilipopata nafasi, hofu ikaingia. Angalia aya 13, kwamba hofu inaharibu utambulisho. Wafilisti wanajua huyu ni mfalme, lakini ona hofu ilivyomgaragaza. Hebu soma. Akaubadilisha mwenendo wake mbele yao. Daudi akabadilika mbele ya watu wa Mfilisti wa Gathi. Alifanyaje? Akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Akajifanya kichaa mbele zao. Akakuna katika mbao za mlango. Yani huyu ni mbao za mlango, anafanya hivi, anakuna. Yani amejifanya kichaa, wameleta kichaa. Kingine alifanyaje? Na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Yani ameruhusu mate yanatema kwenye ndevu, huko anakauza kwa rusa. Yani akachukua mahusika wa kichaa, mwenda wazimu. Hofu destroys identity. Unajua Mungu anaruhusu hofu zetu atufundishe, zinatuondoa kwenye uthamani. Daudi akaingia hatua ya kugiribu na kudanganya tena kwamba yeye ni kichaa, ni mwenda wazimu. Akaishi kama mwenda wazimu wakati ziko utimamu. Na imefikaje pale? Hofu. Gathi akawa mkuu kuliko Mungu wake, akamtrust huyu kuliko, yani akaleta akili zake zikafanya kazi. Nilikuwa nasoma kitabu cha Wazee na Manabii, ukurasa wa 656, paragraph ya 3, Patriarchs and Prophets. Inasema Daudi katika matukio mawili alikoma kutrust Mungu. Moja, pale Nobu aliposema uongo kwa kuhani,
2. Hapa alipodanganya kwamba ni mwenda wazimu, anasema his trust failed. Mungu kwake akamshusha chini na akaruhusu mazingira yawe ni makubwa kuliko Bwana. Ni katika mambo haya alihitaji tena shule mbele yake. Naomba sikize ndugu zangu wapendwa, tutajichelewesha sana kuwa na tabia ya Yesu kwa kukuza mazingira. Ila inatufundisha hivi, mtu yeyote anayeshindwa kutii anachokitenda ni kitendo cha mwenda wazimu, kitendo cha kichaa. Ili kichukua rushwa, huyo ni kichaa anayejifanya azimo, kumbe zimo. Nikiamua kufanya zinaa, ni kichaa huyo. Nikiamua kutumia zaka ya Bwana, huyo ni mwenda wazimu, anao ukweli, lakini wameruhusu hofu. Nitakufa njaa, nitafukuzwa ajira, nitafanya hiki na kile. Mtu akikoma kumtegemea Bwana anakuwa mwenda wazimu.